wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Sawa? Kumbe uzima wa milele umjue nani? Umjue Yesu. Haya, fungua Timotheo. Kumjua Yesu ni kufanya nini? Ni kumtambua tu ni Yesu au ni kufanya vitu gani? Sura ya 2 Timotheo wa 2 mstari wa 19 anasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muhuri hii, Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Amen. Mungu atuhurumie sana. Ndio wapendwa, naomba nihitimishe kwa maneno ya msingi ambayo Roho Mtakatifu anataka aseme na wewe. Leo ni hitimisho la vijana, si ndio? Lakini tulio wengi humu ni vijana vile vile. Wenye miaka 45 na kuendelea ni wachache. Lakini haya mambo pia yanawahusu na wao. Mungu atuhurumie sana. Mabinti na vijana ambao mpo humu, yaani maana yake una miaka chini ya 45, sikiliza kwa makini, na wengine pia msikilize. Jamani, sisi ndio tutalichukua kanisa baada ya hawa wazee kuondoka. Na uchafu leo umeenea makanisani, vyanzo ni vijana. Utandawazi lengo lake ni watu kuongezeka mwingiliano. Tungeitumia kuwa kama fursa ya kuhubiri neno. Mimi niwatie moyo mabinti humu, wengine dada zangu, mama wadogo na mama wengine, niwatie moyo, wengine mama zangu, wengine bibi, niwatie moyo. Wanawake, Mungu amewaumba, ni vyema sana. Wewe ni mzuri, tena ukiweka hivyo unavyoweka, mkao wako unaonesha tu kiburi muda wote. Huwezi kukaa kwa amani. Huwezi kukaa kwa amani. Mimi nimeshuhudia, tuko nao pale chuoni, tuko nao. Mdada muda wote midomo amefanya hivi. Yaani hawezi hata kulamba kama mimi hivi. Hana uhuru. Ni utumwa. Hivi huyu tunapoabudu tuje Roho Mtakatifu ni nini? Unategemea ni Roho wa kweli kweli atamjaa huyu mtu? Kwa nini niseme Roho wa kweli? Roho wa kweli akija anakuja na matokeo. Tafuta unyenyekevu mpendwa. Soma Biblia yako, utaona kitabu cha Mwanzo, utaona wakati Musa ameenda. Kitabu cha Kutoka, wakati Musa ameenda mlimani. Haruni, wale wana wa Israeli walipoenda na mnafana wakamwambia Haruni, tutengenezee Mungu. Yule Mungu alimtoa wapi? Si walichukua vito vyao walivyokuwa wamevaa wakaunda miungu. Mungu atuhurumie sana. Hiyo soma kitabu chako, kitabu cha Mwanzo, wakati Yakobo anaenda Betheli. Wamefika sehemu Mungu akamwambia hivi, waambie hao wa ndugu zako waondoe miungu migeni yote, halafu ndio nikuambie cha kufanya. Waliondoa nini? Walivua mipete iliyokuwa kwenye mikono yao, kwenye masikio yao, wakavua vyote. Akayaweka chini ya mwaloni, halafu wakaenda Mungu akaonekania. Soma Biblia yako, kitabu cha Hosea. Wamemwacha Bwana kwa kuabudu miungu mingine, kwa kujitia vitu vya dhahabu na mambo mengine. Soma Biblia yako utaona hayo mambo. Halafu ukisoma utaona huu ni utamaduni wa Ishmaeli. Mnaiga tu wa Kristo. Wa Ishmaeli mnawajua? Wa Ishmaeli ni Waarabu ambao dini yao ni Uislamu, ambao ni kinyume na ufunuo wa Mungu. Maana ufunuo wa Mungu anasema mwana wa mjakazi hata rithi pamoja na mwana wa ahadi. Kwa kumbe ilitakiwa na wao, licha ya kwamba barikiwa kuwa taifa kubwa, baadaye wafuate uzao wa Isaka ambao ni ufunuo wa Yesu, waokolewe. Amina. Lakini wao wakashikilia, wakapinga, kama ilivyo kwa Wayahudi leo. Kwa sababu Wayahudi leo wameshikilia dini yao ya Kiyahudi tu. Waliokubali Ukristo ni wachache, nao waliuawa. Watu waliuawa mpaka injili imekufikia, watu walikufa. Waliacha maisha yao. Wewe kuacha tu kuweka vitu fulani kichwani unashinda. Watu walikufa mpendwa. Walikufa. Usituone hapo kafikiri hatupendi kunyoa funky. Vijana tunapenda, na vijana sisi ni vijana kama vijana wengine. Sio wazee. Tunatamani sisi tuwe vizuri, tuonekane, lakini tunakubali kwamba kwa sababu haya mambo yanatuweka mbali na uso wa Mungu,
tutaikosa mbingu. Tuyaache haya, tumtumikie Mungu, tuwe tofauti na watu wengine. Mungu atuhurumie sana. Mimi nakwambia kama mchezo, ila kama huamini, utaamini siku umekufa au Yesu amerudi, ndio utaamini. Utakuwa kama ule tajiri. Hebu tujifunze kwa mifano mingine midogo midogo. Tajiri ule mfano tujifunze. Tajiri alikuwa anajineemesha. Zakayo yule ni Lazaro yupo pale chini, ni maskini. Baada ya kufa, tajiri akaona kumbe ule utajiri wote sio. Akamuomba Ibrahimu, mruhusu basi aende awaambie ndugu zangu. Lakini akamwambiaje? Wapo kule watu, awasikilize. Jifunze kwa mfano huo. Wewe ni mzuri, Mungu alivyokuumba hivyo ni mzuri. Heleni haikuongezei chochote, inakuharibia. Cheni haikuongezei chochote. Wewe ni mzuri, Mungu amekuumba kwa mfano wake, kwa namna ya tofauti. Wewe ni mzuri tu. Leo hii unatamani labda tungebadili vinasaba, wazaliwa watoto ambao nywele zao zishasukwa. Kwa nini haiko hivyo? Ni kinyume na utaratibu wa Mungu. Mungu anahitaji utukufu umrudie. Amekuumba na nywele yako kipilipili ya Kiafrika. Watu wakikuona hivyo wamtukuze Mungu. Lakini leo hii unaona Mungu alikosea kwa kweli. Sisi wa Afrika kutupa minywele mifupi hivi migumu, ngoja tuivute iwe ndefu kama ya wazungu. Kila kitu Mungu amefanya kwa makusudi. Hii rangi yetu nyeusi, fuatilia utaona kwa nini tumeumbwa kwa rangi hii na tupo mazingira haya. Unafikiri mzungu anaweza akakaa hapa akamudu kama wewe unavyokaa huko kijiografia? Au unafikiri Mungu hana akili? Mungu ni msomi zaidi ya wasomi unaowajua. Ukisoma Biblia utaona kwenye lile hekalu, kwa nini madhabahu ya kuteketezea iliundiwa shaba? Unafikiri ni kwa nini? Shaba inastahimili moto. Hivi unafikiri akili ya Mungu ni ya kawaida? Shaba inastahimili moto. Kwa nini akuumbie kucha fupi kama hizi? Nikaenda sehemu moja, benki moja. Nikakuta yule mhudumu wa benki. Nilimhurumia. Yaani kucha ni kubwa kiasi kwamba ameweka kiasi kwamba anapokandamiza ile button ya keyboard ya PC computer, ni hivi, hawezi kufanya hivi, ni hivi. Hapo mikono yake. Sasa Mungu atusaidie. Mbona nikukosa amani? Mungu amekuumba, wewe ni mzuri tu. Wewe ni mzuri. Jikubali. Wewe ni mzuri. Mletee Mungu utukufu. Biblia inasema mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Lakini kwa sababu ni nyakati za mwisho, utaona anaweza akabadilika mtu mmoja au watu wawili au hamna kabisa. Ndio uone hizi zama ni mbaya. Soma kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3, utaona Paulo anamwambia Timotheo, mbali na hayo yote lakini ujue nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Maana watu watakuwa ni wenye kiburi, wenye ukaidi, wenye kujipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu. Wakati mwingine wachungaji wanachukua maamuzi magumu ya kufika hatua mpaka wanasoma majina huko mbele. Kuna vitu vingine sio vya geni, ni vya unaweza ukatafakari ukaona hamna. Kwa mfano mtu amebadilisha nywele labda kwa mwezi mara 3, halafu bado hajatoa 1500. Huyu mtu unamchukuliaje? Mbingu kweli? Hii mbingu ni ajabu. Ni ajabu sana. Bora kama kweli hana, unaona kabisa, ila huyu kweli anajitahidi. Kuna yale mambo ya lazima kama kujistiri, anavaa asitembee uchi, ila kweli hana, kipato chake ni cha chini, bado ana watoto anawahudumia. Unaweza ukamstahi, ila anabadili nywele kwa mwezi mara 3 mara 4, hapo hajatoa 1500. Hivi huyu mtu ukimwendea ukamwambia nipe hela mbele ya hii halaiki, atajisikia vibaya. Utaonekana kwamba umekosea. Mungu atuhurumie. Jamani, umeamua kwenda mbinguni, twende. Safari bado. Hata mimi nayeongea hapa, safari bado. Mungu atuhurumie. Na mimi akisimama mchungaji naanza kujikagua. Kwanza hapa kiprotocol, pengine nikitoka, ingetakiwa nikitoka hapa ananiita ofisini. Ananiambia mhubiri, Mungu akubariki. Lakini ule mchomekeo kidogo ulienda mbali. Hebu weka namna fulani. Labda tafuta viatu fulani vyeusi moka. Maana zile ulizovaa ni labda pale madhabahuni namna gani. Na mimi nitamueleza kwa nini nimefanya hivi. Mungu atuhurumie.
mambo madogo madogo ya kuniboresha. Biblia inasema hivi, usikatae kurudiwa na Mungu. Mungu anakupenda mpendwa. Yaani utafurahi haya mambo nakwambia. Wewe kubali tu kubadilika, utafurahi. Kuna mama mmoja, ngoja nikupe huu ushuhuda. Kuna mama mmoja alikuwa ameshakuwa mtumwa wa muonekano. Na malizia ushuhuda alafu tunasimama. Alikuwa ameshakuwa mtumwa wa muonekano. Alianza mwanzo akawa anaimba kwaya, wakasema jamani, sisi tumeokoka, lazima tuwe tofauti na watu wengine. Hatuwezi tukawa tunamtumikia Mungu halafu tunafanya mambo ya dunia huko. Hapana. Sisi tunakubali Mungu alivyotuumba. Sisi ni Waafrika, nywele yetu ni fupi, tutafunika vichwa vyetu au tutaacha nywele zetu hivi za wastani. Maana nywele ya Mwafrika ndugu yangu ikizidi sana sio ni inchi ngapi. Angalia wale ambao Mungu kidogo wao ufahamu wao ulipata shida kidogo, ambao wanakushinda mtani wanalandalanda, anaweza akakaa miaka 4-5 ila nywele yake isining'inie mpaka huko. Mwafrika, si ndio? Kwa ukiona nywele imezidi hizo inchi, kuna namna umefanya. Yule mama akawa mtu, wale watu wakasema jamani, sisi tunakubali Mungu alivyotuumba, tumtumikie Mungu wa Afrika, ili hata kama tukisimama mbele ya wazungu, tunaimba mbele ya wazungu na wazungu wapige sauti kwamba ila hawa Afrika wanajikubali na wanakubali utamaduni wao. Bwana Yesu asifiwe. Leo wazungu wanaona watu wa Afrika wanakuja kuchuma katani ambao umepigwa wewe jua kuilima, wewe wanaichuma katani yako, wanaenda wanaprocess, wanakuuzia tena, unaweka kichwani. Mungu atuhurumie sana. Yule mama akawa amekuwa mtumwa wa muonekano kwa muda mrefu. Ameokoka, ndio kama leo tunasema kwa nini umeokoka? Ujue kwamba nimeokoka niende mbinguni. Hivi kweli mimi hivi naweza kwenda mbinguni? Ujievaluate mwenyewe, yani ujitathmini mwenyewe. Haya, yule mama akawa mbishi kweli. Mchungaji akaongea naye mara kadhaa. Anamwema fulani, hizo habari za kuwa unasuka nywele zako, maana unaweka nini? Ni kinyume na utaratibu. Kubali ulivyoumbwa na Mungu, alivyokuumba Mungu, mpe utukufu. Maana haya mambo yanainua kiburi. Utajikuta tu na kiburi lako ambao hujui limetoka wapi. Asikwambie mtu, unajikuta tu yani ni ukaidi. Ulikuwa unanena kwa lugha, siku hizi huneni. Roho Mtakatifu yani hayupo. Ukijitahidi umelialia kidogo kanisani, ukitoka hapo matendo ni yale yale, kwa sababu nena ya kweli jamani, nena ya kweli, mtu akinena mabadiliko yaonekane. Mungu atuhurumie. Sasa wewe unakuja kanisani, hujawahi kunena kwa lugha. Akinena mtu kwa lugha unaanza kuona kama ni maigizo. Ulikuwa unaomba, unatamani ufumbue umwangalie ananenaje. Yaani vitu vimekuwa ni shida. Huku kunena kwa lugha na wewe ni haki yako. Kunena kwa lugha sio kazi ya mchungaji tu wala sio mama fulani. Wote humu ndani Yesu anataka tunene kwa lugha. Sio wanawake, sio wanaume. Biblia inasema ni ahadi ya wote. Ukisoma Yoeli sura ya 2:28 utaona ni ahadi ya tangu zamani. Wote humu Mungu anapenda tunene kwa lugha. Maana ukinena kwa lugha kuna matokeo mazuri, utapenda mwenyewe. Yaani kama ulikuwa hujawahi kunena kwa lugha, anza kuanzia leo kuomba kunena kwa lugha, utapenda. Siku ya kwanza ukinena kwa lugha mpendwa, utapenda. Utatamani muda wote basi wewe unanena kwa lugha. Sokoni utatamani wewe unanena tu kwa lugha, kwenye biashara utatamani wewe unanena tu kwa lugha, ofisini wakija watu unatamani ile lugha mwe mnaelewana unanena. Ina raha ya tofauti. Amen. Unaweza ukaa kanisani ukatamani ibada iwahi tu kuisha kwa sababu hauna ile raha itokanayo na Roho Mtakatifu. Ila kuna mwingine akishafika kanisani kama amefika vile, yaani mpaka nyumbani kwenda anajisahau. Nakumbuka kipindi fulani tulikuwa tunaenda kanisani na vijana wenzangu. Tukifika pale tutaongea habari za Biblia, tunachambua Mathayo, tunarudi huku mpaka usiku unaingia. Yaani hadi kuagana mnaona ni tabu. Tunaaganaje sasa? Mada haijaisha. Ni kuongea mpaka mmeshaachana kwa kule. Bana unajua ile Mathayo hivi na hivi. Hata yaani ile kuagana tu umeshaweka mstari. Kufanya umeshaweka mstari. Mnaongea umeshaweka mstari. Lakini leo mtu anakaa umeokoka miaka 10, hata shauku ya kunena kwa lugha, kujua Roho Mtakatifu huna. Unaenda mbingu gani? Soma kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 9. Asiye na roho wa Kristo huyo sio wake. Yaani kama huna Roho Mtakatifu mpendwa, anza kumtafuta leo huko hai. Umesikia hizi habari? Kama humtafuti na kuambia wewe sio wa Kristo, kwa sababu kanisa sifa yake ya kwanza kubwa ili ujulikane wewe ni mtu umeokoka, uwe na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu aje ndani yako. Ishara ya kwanza kunena kwa lugha. Isipokuwa hiyo, kama hiyo haitaonekana tu